Yes. Bana, mambo vipi hapo ulipo? Hapa safi kabisa. Basi leo tunaenda kuianza sehemu ya 4 ya kazi yetu safi kabisa inayomzungumzia mwanadada anayekwenda kwa jina la Aurelia pamoja na Benita. Tutaanza pale tulipoishia ili tuweze kuelewana kwa uzuri zaidi, lakini kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mpenzi mtazamaji usiache kusubscribe, kulike na kukomenti, na kama ulisha subscribe usiache kukomenti baada ya kumaliza kutazama, au sio? Bana, kale kausemi ketu kazito kalikoshiba ujumbe kanasema tunapenda watoto lakini hatupendi utoto kwenye kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo. Basi kanyaga panda, tuondoke katika mtindo wa kisasa wewe. Okay. Tunaendelea. Bana, tuliishia hapa ambapo Mr. Leonard alikuwa akiongea na Martha. Ikatoka taarifa ya kwamba Aurelia anatakiwa amlee yule binti, alafu binti amepotea. Ile taarifa bwana ilimfanya Mr. Leonard akurupuke akiwa na Aurelia kwenda kumtafuta mtoto 7 mitaani, lakini wakiwa njiani maongezi yao Mr. Leonard anasema hawa walinzi wapuuzi sana, hawana kazi wote hawa, kazi wameshafukuzwa mpaka sasa hivi. Aurelia anamuuliza Mr. Leonard, anamwambia labda unaweza ukajua atakuwa yuko wapi, labda nyumbani kwa rafiki yake au mahali anapopenda kwenda kama unapajua. Mr. Leonard akamwambia sina ninapojua, yani sijui, alafu pia sidhani kama huyo binti atakuwa na simu. Aurelia akashangaa akamuuliza, ina maana hujui kama mwanao atakuwa na marafiki wala pia hujui kama atakuwa na simu au hana? Mr. Leonard akamwambia nilimnunulia moja, lakini Benita akasema atakuwa bado ni mdogo sana, hawezi kutumia simu. Sikiliza, jaribu tena kupiga simu shule, uende kama amerudi tena huko shule. Mr. Leonard akamwambia haujasikia alichokisema? Amesema kwamba huko shule hakuna mtu yoyote mpaka sasa, anawezaje kurudi tena huko? Bana, Leonard anamwambia dereva wake Wile polepole akiwa anachungulia nje, labda huenda anaweza akamwona mtoto 7 mitaani, lakini aliangalia nje bila ya kuona chochote kile. Aurelia anamwambia Mr. Leonard, unajua nini, inabidi tuombe, wewe utatakiwa kusema kitu chochote, kila nitakachoomba wewe sema amina. Na ndipo maombi yakaanza. Anasema mwanadada Aurelia, Yesu mpendwa, asante kwa 7, tafadhali Bwana tusaidie tumpate, popote alipo mweke salama, jicho baya lisimpate. Katika maneno yako uliyosema walipo 2 watatu wamekusanyika, wewe uko pamoja nao. Basi tunakuomba umuhifadhi 7 popote alipo, awe salama. Mtumie usaidizi wako katika sehemu zisizotarajiwa, jicho baya lisimuone, kwa jina la Yesu, amina. Baada ya kumaliza maombi mwanadada Aurelia, muda ule ule simu ya Mr. Leonard inaita. Mr. Leonard anapokea simu na kusema, alo, niambie, unasema umempata? Mr. Leonard alishusha pumzi kwanza, akasema asante Mungu, asante Mungu. Okay, sawa, nakuja. Baada ya kumaliza kuongea na simu, Mr. Leonard anamwambia Aurelia wamempata bwana, na kisha wanageuza gari na kumfata alipo. Walimpata na walirudi naye moja kwa moja nyumbani kwa Mr. Leonard. Muda huu Mr. Leonard anaongea na mwanaye, yani binti yake huyu hapa, anamwambia kwa sauti ya ukali kidogo akimfokea. Anasema, hivi unajua umefanya nini wewe? Tumechanganyikiwa, tumezunguka kila mahali kukutafuta wewe. Una shida gani kwani wewe? Alafu nao wajinga getini wanashindwa kukuzuia. Najuta kuwaleta, hawawezi hata kulinda nyumba yangu. Bwana, kwanza kumrazi kitumbua sio andazi. Kuna sehemu kidogo nilichapia nyuma pale, ni kwamba huyu binti mtoto 7 alikuwa akiishi hapa kwa baba yake baada ya kuwa mama yake anaumwa, lakini ghafla alitoroka na kwenda pasipojulikana kutokana na maneno mabaya kutoka kwenye kinywa cha mama yake wa kambo, yani Martha, maneno ya kumuumiza na kumkatisha tamaa. Akajikuta ametoroka huyo mtoto hapo nyumbani. Okay, tunaendelea. Baada ya Mr. Leonard kumgombeza sana mtoto 7, basi Aurelia alimchukua kwa upole kabisa na kisha akamwambia Mr. Leonard kupiga kelele na kumfokea huyu mtoto hakutabadilisha kitu chochote kile. Mr. Leonard akamwambia Aurelia, unaniambia nini wakati amekosea huyu? Alimaindi, akasogea pembeni, akawaacha Aurelia pamoja na Saba waendelee kuongea. Alikaa kwa mbali kidogo, akawa anawatazama na kuwasikia
wakiongea Aurelia, na ndipo akaanza kuongea na Seven. Anamwambia, habari yako kipenzi, jina langu naitwa Aurelia, mama yako aliniambia yote kuhusu wewe. Seven akamwambia, kwani unamfahamu mama yangu? Ndiyo mama yako namfahamu. Eti kwani mama yangu amekufa? We, hapana. Nani amekwambia kama mama yako amekufa? Mbona yupo hai? Ni rafiki yake na baba ndo ameniambia mama amekufa. Rafiki yake na baba yako? Ndiyo, ameniambia. Basi ngoja nikwambie, mamako yupo hai kabisa, amepumzika tu. Kwani unaweza kunipeleka niende nikamuone? Ndo maana niliondoka ili kwenda kumtafuta, lakini sikumpata mama yangu. Unajua nikwambie kitu kwanza, kwa nini usitoe hizi sare zako za shule kwanza, alafu uende kwenye bafu la maji ya moto uoge? Ukishamaliza kuoga ule, alafu tukae chini tuongee vizuri zaidi, si ni sawa? Si ndio? Sawa. Aya, okay, sawa, tufanye hivyo. Aya, twende. Wakainuka na kuelekea ndani, lakini maongezi yote aliyokuwa akiongea Aurelia na yule mtoto, Leonard alikuwa anayasikia. Alikuwa pembeni tu pale pale. Alishangaa sana kuona jinsi Aurelia alivyopatana na huyu binti kwa haraka sana, yani wameelewana na kushibana. Bana, muda huu hapa Mr. Leonard akiwa ametulia zake hapo sebuleni, anakuja mpenzi wake Martha, anamwambia, unajua wewe unamchekea sana huyu binti yako, ilipaswa achapwe fimbo nyingi sana kwa kitu alichokifanya. Mr. Leonard akamwambia alitoroka nyumbani kwa sababu alizani mama yake amefariki. Martha akamwambia, chefu, yani hiyo ndo sababu iliyomfanya mpaka ifanye nyumba nzima kuwa na machafuko, eti mama yake amefariki. Mr. Leonard akamwambia, lakini pia anasema kwamba rafiki wa baba yake ndo amemwambia kwamba mama yake amefariki. Wewe unadhani kweli litakuwa ni jambo la kawaida? Martha alishtuka. Nahisi huenda yeye ndo aliyomwambia hayo maneno. Hofu yake ni kwamba sijekuwa ametajwa, lakini uzuri ni kwamba dogo kufafanua kuwa ni rafiki wa aina gani, na Aurelia hakutaka kuhoji, kutaka kujua kuwa ni rafiki gani wa baba yake. Basi Mr. Leonard baada ya kuongea maneno yale, Martha alijishtukia sana, lakini akamwambia tena Martha, hivi unajua kwamba wewe ndo sababu ya Benita kutokutuamini mimi na wewe kwa ajili ya mtoto Seven, na akaamua kutafuta mtu mwingine? Martha akasema, samahani, sijakusikia, umesemaje? Mr. Leonard akaendelea akamwambia, kwa hiyo hivi ndivyo siku zote utakavyokuwa unamchukulia huyu mtoto na kumtendea hata siku tukioana? Martha alilipuka na furaha akasema, ukinioa? Unasema unataka kunioa? Mr. Leonard akamwambia, tafadhali elewa swali nililokuuliza na unijibu. Martha anasema, bila shaka nitakuwa mtu mwema sana kwake. Yeye ni binti yako na mimi sio jini, mimi ni binadamu. Kwa hiyo masuala yangu mimi na Benita siwezi kumjumuisha. Yeye ni mtoto Seven, hajui kitu. Mr. Leonard akamwambia, sawa, mimi ninachohitaji ni kuwaweka pamoja wewe na binti yangu. Martha akamwambia, sawa, naomba nikuulize, kwa hiyo utaendelea kulishikilia lile ombi la mwisho la Benita na kulitekeleza ama vipi? Mr. Leonard jibu lake amemwambia hapana. Martha akamwambia, nzuri sana hiyo, nadhani sasa ni wakati wa kuanza kujifikiria wewe mwenyewe pamoja na sisi. Kwa hivyo kuhusu hilo pendekezo ni kama jambo rasmi hivi, yani ni kama umenivisha pete alafu tunachagua tarehe. Jamani, inasisimua sana hii. Basi kamuda kidogo kalipita baada ya maongezi kati ya Martha pamoja na Mr. Leonard. Muda huu hapa Mr. Leonard akitaka kuelekea chumbani kwake anakutana na Aurelia. Aurelia anamwambia, nahitaji kuongea na wewe. Mr. Leonard anasema, nimechoka sana, unaweza ukasubiri mpaka kesho? Aurelia anasema, hapana, siwezi kusubiri kesho, na leo inabidi tuliongee leo. Mr. Leonard akamwambia, okay, basi unaweza kuendelea kuongea, niambie. Aurelia anamwambia Mr. Leonard, binti yako amekataa kukaa hapa, anasema hapawezi. Leonard anasema, ndiyo, upo sahihi kabisa. Unajua hata mimi nilikuwa nikifikiria jambo hilo. Kwa hiyo nahitaji kuwatafutia nyumba ili uende ukaishi naye huko. Nitakuwa nikilipa gharama za makazi na pia nitakuwa nikikulipa wewe mwisho wa mwezi. Nitashukuru sana kwa kumlea mwanangu. Aurelia anamwambia, sijamaanisha jambo hilo. Leonard akamuuliza, unazungumzia kitu gani kwani? Aurelia bila kupepesa akamwambia, mpenzi wako huyu hafai kukaa hapa. Leonard alitabasamu kwanza, alafu akamwambia, huu ni utani mnaoniambia au nini? Aurelia akamwambia, kwani nyie mmefunga ndoa ama? Mr. Leonard akamwambia, hapo kwanza ncheke. Huu kama ni mpango wa kijinga ambao umeupanga wewe na Benita ukitegemea kwamba utafanikiwa, naomba nikwambie kitu. Mnatakiwa muamini kwamba mpango wenu hamtofanikiwa.
Yaani mnapoteza muda tu. Mimi sitoweza kukuoa wewe. Kwanza wewe sio hadhi yangu. Hem, jiangalie. Aurelia akamwambia subiri kwanza. Hem, jishikilie kwanza. Hivi unafikiria mimi nataka kuolewa? Leonard anasema sawa, hiyo nzuri sana. Inamaanisha kwamba tupo katika ukurasa mmoja sasa. Aurelia akamwambia kwa heshima zote nakwambia, umeona kilichomtokea Saba. Mpenzi wako ndio amesababisha mpaka Saba akakimbia katika nyumba hii kutokana na kile alichomwambia. Mr. Leonard anasema lakini Martha alidhani kama anajua. Acha kuigeuza hii kuwa ni kitu kisichokuwa sawa. Aurelia akamwambia, sikia, acha mambo ya kupaka sukari kwenye jiwe na kuramba. Ukija kuhisi kuwa ni keki ukang'ata utang'oa meno. Sawa, unahitajika kufanya kile ambacho ni sawa kwa binti yako. Embu jiambie ukweli wewe mwenyewe. Ukweli mchungu bwana. Mr. Leonard anasema, yani unazungumza na mimi kwa njia hiyo kweli? Aurelia akamwambia, sikia, mimi sina maana ya kukukera wewe. Mimi ninachokitaka utende haki kwa binti yako, umtendee vile inavyostahili. Okay, usiku mwema. Basi mwanadada Aurelia baada ya kumwambia maneno yale akaondoka kuelekea kupumzika, lakini muda huo nyuma huku alimwacha Mr. Leonard na maswali kibao kichwani akitafuta majibu yaliyo wazi kabisa. Bana, mpaka kufika hapo tumefika mwisho wa sehemu ya 4, lakini mwisho wa sehemu ya 4 ni mwanzo wa sehemu ya 5. Kwa mapenzi ya dhati kabisa ni kuombe mtazamaji wangu usubscribe kama hujasubscribe, na kama ulisha subscribe usiache kukomenti baada ya kumaliza kutazama na kudondosha like ya nguvu kama umependa. Basi kama tulivyoanza ndivyo tunavyomaliza. Usemi wetu tunasema ya kwamba tunapenda watoto lakini hatupendi utoto kwenye kazi za watu wazima. Habari ndo hiyo. Mimi hapa wananiita Alifa DJ aka wa kupoa aka kabisa Real Badman Killer. Mpaka muda mwingine niseme asante.